Ramadhani imeondoka ambayo ilikuwa ni chuo cha subra. Tutabakia katika yale tuliyojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuliongeza juhudi katika kufanya mambo ya kheri. Ilitakiwa baada ya kumalizika Ramadhani tukopi na kupesti yale ambayo tumeyachuja ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuyaendeleze, na huo ndio mfumo wetu ndani ya miezi 11. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun. Mwenyezi Mungu anasema nikumbukeni nitakukumbukeni, nishukuruni na wala msinikufuru. Kwa hivyo tukithirishe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, ili na Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutusogeza katika kanafi zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Ewe mwenye kuzipondoa nyoyo, uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Maana kusalia katika uchamungu, kusalia katika dini ya Uislamu unahitaji mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kudra za Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ya'ni lilladhina amanu an tasha qulubuhum li dhikrillah. Hivi haujafika wakati bado akaona mja, muda wangu wa kuishi duniani ni mfupi sana, sasa nimwelekee Allah kwa kumtaja na kumkumbuka? Wakati ndio huu. Kwamba tutachukuliwa lini, kwa umri gani, lakini kisimamo kijulishe kwamba haijalishi wewe una umri gani, uliposimama litatokea lolote, utaondoka. Kwa hiyo kumbe maisha, pamoja na kuwa tunakuwa na rubuya kwa watoto wetu, ndoto, huyu atapita hapa, atapita hapa, atapita hapa, baadaye nikizeeka atakuja kunisaidia, ni ndoto nzuri. Lakini warabukum yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Wakati wewe unaweka ndoto yako, wekaga na akiba kwamba emergency ipo kama hii. Nyuma wengine wakujui, yaani wewe ndo baba. Wewe sio wa kwanza kupata mtihani huu, kufiwa na mtoto. Kwa hiyo kuwa na subira. Watoto watatu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kiume, hakuna aliodumu juu ya miaka 5. Alizaliwa Qasim, alilelewa, umri huu akafariki. Mtoto wa Mtume huyo alizaliwa Abdullah, umri huu akafariki. Akazaliwa Ibrahim, umri huu akafariki. Watoto watatu wa kiume. Kwa hiyo hajawahi kubahatika kulea vijana wake kama wakwake. Sasa siku alivyokufa Ibrahim, alisimama kaburini kama hivi, alilia sana. Alilia mpaka masahaba wakauliza, hata wewe? Akaambia, innal qalba la tahzan wa innal aina la tadma wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Hakika ya moyo unahuzunika, unauma. Nilikuwa na mategemeo kama binadamu
nilikuwa na malengo makubwa kwa huyu mtoto. Moyo umehuzunika, lakini moyo ukihuzunika unashirikiana na macho yakatoa machozi. Lakini moyo na machozi yasitupelekee kuyasema yale ambayo Mwenyezi Mungu haridhiki nayo. Tuyaseme yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia tuyaseme. Inna lillahi ma akhadha, hakika ya Allah vyote anavyovichukua ni vya kwake. Walillahi ma a'ta, na vyote alivyokupa ni vya kwake. Cha msingi ni kitu gani? Nafsi yoyote ina muda wake wa kuondoka, ni kusubiri na kutegemea malipo kwa Mwenyezi Mungu. Katika msiba huu wa kijana wetu wamekukimbilia watu wengi. Wako wasamaria wema waliopita kule Mzovwe, wakaona mguu wa mtoto, wakatoa taarifa sehemu. Hao ni mmoja katika watu wa kuwashukuru pia kuweza kupata mwili ule kuuzika. Yumkini wapo au hawapo, lakini salamu zitawafikia, tunawashukuru. Kwani wangapi walichukuliwa na maji wakaliwa na samaki? Huyu amechukuliwa na maji, ndani ya siku moja ampatikana. Tena jeshi la uokoaji wanasema kazuiwa na kauzi tu, kitu ambacho kwa macho ya kawaida uzi huu hauwezi kumzuia mtu. Hii ni kuonyesha kwamba Allah alipanga kijana huyu apatikane, na leo watu wahudhurie kuja kumsikiliza na watu wapate ibra katika hilo. Tunawashukuru wale waliomuona moto. Kwa kweli walipopata taarifa hawakulala. Huyu hapo, tulipongeze na salamu hizi siku kwa sisi. Tunawaambia kwa mna ujasiri huo. Tuliona zile clip wakati mnaogelea kwenye maji kuokoa, sio mwili ushaondoka, lakini kumuokoa yeye angalau tupate maiti. Mmefanya kazi kubwa. Allah wafanyie wepesi na awalinde kwenye kazi zao. Lakini jeshi la uokoaji linafanya kazi na polisi. Polisi walipopewa taarifa immediately, polisi haraka wametoka na defender. Hii nafsi ni nafsi ya mtu kabisa. Kusema kwamba ni mtoto tu bana, achana naye, achukuliwe aliwe na samaki. Walihakikisha wameenda haraka iwezekanavyo, na wakamwokoa, wakamchukua kama taratibu zao za kazi zinavyoelekeza. Lakini wao wakafikisha kwenye mikono ya wengine. Madaktari nao walichanganyikiwa baada ya kupata huu mwili ukafika kwao. Dr. Mchivange, hizi timu jamani, mmeziona hizi? Huyu daktari wa rufaa, huyu askari, huyu zimamoto, kila alopata taarifa alikimbia kwa nafasi yake. Dr. Mchivange, tunakushukuru sana. Mlisimamisha kazi zenu kwa ajili ya kushirikiana na familia ya Bwana Juma, na sisi sote kama familia tunawashukuru. Juma ni mmoja katika wanaofanya kazi pale Albarabu na Azim, msikiti wa Isanga, lakini pia Musala. Lakini nyinyi ndio mnaofanya nao kazi. Tunashukuru sana kwa hilo. Wakati taarifa za kupotea huyo mtoto zinatolewa, mimi nilikuwa safarini, ndio kwanza naitafuta Chalinze. Kwa hiyo sikuhangaika na simu. Nimefika Morogoro, nimepumzika, ndo naiona. Akanipigia baada ya dakika kama lisaa, naona tena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa kweli niseme tu kwamba ilikuwa ni surprise, lakini ni surprise ambayo na mimi safari ikawa ngumu sana. Ilikuwa ngumu sana kwangu. Kwa kweli taarifa kama hizi zinasikitisha kidogo. Safari ikawa ngumu kwa sababu yale majonzi niliyopata, kwa sababu kijana mimi namfahamu. Na nikawa namhurumia zaidi. Namhurumia Sheikh kwa sababu gani? Unajua, kwa wale wasiojua, huyu Sheikh wiki 2 mdogo wake na huyu alianguka, akawa amepigiza sehemu ya kichwa, kwa hiyo amefenti mpaka hivi ninavyoambia yuko sawa sawa. Amepata stroke, mtoto wa miaka 3. Amekaa nao hospitali pale wiki 2. Madaktari wamejitahidi sana. Wamefanyia operation, wamefanya CT scan.
Wakati huo kwa sababu familia huyu bwana inabidi huyu aende kwa rafiki yake pale Field Force angalau akalelewe pale. Kijana Jumapili wakati wanaruhusiwa huyu na mgonjwa, Jumapili akapata taarifa kwamba sasa huyo mtamleta nyumbani. Kijana furaha ya kurudi nyumbani. Akaona pia pale mbona kama anacheleweshwa. Hebu ngoja niangalie uchochoro wa kupita. Sasa ni mtoto mdogo maskini ya Mungu. Alipopita ndo mwisho wa siku hakupita njia sahihi. Amejikuta kwenye maji na ndo. Kwa hiyo aliokuwa anauguzwa yupo mzima, aliokuwa mzima tumemzika. Niliona kwenye clip kwa mkoa aliomba dua kwamba huyu mtoto apatikane kama alivyopatikana Nabii Yusuf alipokuwa amezamishwa kwenye kisima, baadaye wakapita wachota maji, wapita wa msafara wakamwopoa. Alimwombea dua hiyo, lakini baada ya nusu saa yeye mwenyewe ilibidi tena comment pale chini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haya mambo sisi sote tumekukimbilia wewe. Kuwa mjasiri, Allah atakupa badala nzuri kuliko yule uliyotangulia. Katika Kiarabu ukisema faratan, Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi. Faratan maana yake ni kitangulizi kinachokwenda kukupokea. Kwa hiyo huyo kitangulizi chako. Na wale wote ambao wameondokewa na watoto hao, umeona hawa ni vitangulizi. Kwa hiyo faltasi uweze kutegemea hilo kwa Mungu. Baada ya kusema haya, mkoa yuko na salamu za shaka mkoa. Umeona mwenyekiti wa halmashauri yuko. Kwa hakika salamu zetu zimefika na uwepo wenu. Mmoja wa lakini pia na Waislamu wote kwa Mbeya. Hili lililomkuta mwenzetu ndio ambalo nasi tumekusudi, lakini kiundani kwamba jambo kama hili ni ibra litazingatio sisi zangu katika imani kwa niaba ya Sheikh kwamba linapomtokea mmoja wetu sisi wote tunatakiwa tuwe kama Sheikh. Anawashukuru sana, anawashukuruni kwa kujitokeza. Walioangalia pale kwenye mtandao, Sheikh alitoa salamu akisema anawaomba maimamu wote, mashehe wote, walimu wote kusanyike katika hali hii. Na mimi hali hii ninayoiona hapa, nitarudisha salamu kwa Sheikh kwamba wito wake pamoja na kuwa wao wameguswa na wameweza kuja, lakini pia na wito wake wa kusikia. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana taasisi ya ushirikiano pamoja sisi wote kuhudhuria katika msiba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asanteni sana. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الولد فرحا لأبويه وسلفا وذكرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما وافرغ الصبر على قلوبهم. I'm
ada